ni kwa nini wanawake wanapopata pesa wanazidi kuwa na wakati mgumu wa kupata wenzi, na wakati mwingine hata kukaa kwenye ndoa pia inakuwa ni changamoto. Kwa nini? Kwa nini hili linajitokeza? Kwa nini tunaanza kuona kadiri kunapokuwa na wimbi kubwa la wanawake ambao tunategemea kwamba wakipata pesa thamani itaongezeka, si ndio? Thamani yao mbele za wanaume itaongezeka kwa sababu wana pesa. Ndio assumption ambayo tupo nayo, kwamba ukiwa na hela wanaume watakuthamini, wanaume watakuheshimu. Kwa nini hao wanaume wanaowaheshimu na kuwathamini hao wanawake wenye pesa wanaonekana kurudi nyuma kidogo, kusita kidogo inapokuja swala la ndoa, especially wanawake wanapozidi kuwa na hali nzuri ya kiuchumi? Nini hasa kinachotokea katika mazingira kama haya? Kuna mambo mawili hapa ambao unatakiwa kuelewa. Ni kwamba jambo la kwanza, kadiri mwanamke unapozidi kuwa na pesa, uwezo wake na utayari wake wa kumilikika na kuongozwa na mtu mwingine unapungua. Na hii si kwamba ana pepo mchafu au ana madharau. It's a natural thing. The more money you make, the more unazidi kuwa na freedom. Freedom. Pesa inakuja na freedom yake. Pesa inakuja na nguvu yake ambayo inakupunguzia uwezo wa kumilikika na kuongozwa na mtu mwingine. Na sisemi kwamba mwanamke aliye na pesa hawezi kumilikika au aliye na pesa hawezi kuongozwa, lakini uwezo wake unakuwa affected tofauti na yule ambaye hana pesa. Japokuwa tunaweza tukasema pia labda ambaye hana pesa anakuwa anamilikika kwa sababu hana option, which is very true. Lakini huyo mwenye option sasa, maana yake ana wakati mgumu wa kuwa mke kwa hiari na si kwa lazima. Yaani ni swala la hiari. Kwa hivyo anakuwa na uhuru pia hata wa kuchagua awe na nani. Wewe ukishakuwa na pesa, maana yake unakuwa na uhuru, wigo mpana wa kuchagua huyu simtaki, huyu mwanaume simtaki. Kwa sababu huingii kwenye ndoa kwa njaa, huingii kwa mahitaji, huingii kwa hofu ya maisha. Unaingia ukiwa unajua unahitaji mtu ambaye atakupenda na atakuthamini. Kwa hiyo mwanamke pia naye anakuwa na uwezo wa kuchagua awe na nani, tofauti na akiwa katika hali ya uhitaji. Uwezo wake wa kuchagua unakuwa ni mdogo kidogo. Kwa hiyo pesa inakupa uwezo wa kuchagua. Unajua hata unapoenda tuseme wapi, maybe best case scenario, restaurant, kwenye mgahawa mzuri kabisa, unapoenda pale ukiwa una hela bwana, unakuwa huna choices zako ni chache sana. Unaangalia bei ya chakula pale, utakula hicho ambacho unajua mfuko wako unaruhusu. Haichukulia mtu ambaye anaenda pale ana kadi mpande wa kushoto ya kulipia, mobile money ina pesa ya kutosha, mfukoni ana keshi ya kutosha, ana dola na shillings, hahitaji kuangalia bei ya chakula. Huyo anakuwa na option nyingi zaidi za kuchagua chakula anachopenda. Kwa hiyo hivyo pia kwa wanawake. Hata mwanamke kwenye swala zima la kuolewa, anapokuwa na pesa, maana yake anakuwa na wigo mpana wa yeye kuchagua nani amuoe, sio yeye kuchaguliwa kuolewa. Umeona sasa hiyo trick kwa hiyo unajua zamani tulikuwa tuna hiyo tendency ya kwamba mwanamume ndo anachagua. Anaenda kijiji fulani, anaenda kwenye familia fulani, anachagua, na mwanamke anakuwa utaolewa, utaenda mjini kukaa na wewe mwanamke. Basi sawa, anaondoka anaenda zake. Hakutaka, si kwamba ilikuwa ndio chaguo lake, lakini hakuwa na uwezo wa kunegotiate, tunaita uwezo wa kubargain. Ukiwa na hela inakupa uwezo wa kubargain. Kwa hiyo nafikiri tuna idadi kubwa ya wanawake ambao nyakati hizi wana uwezo mkubwa wa kujadiliana, wa kubargain kwa habari ya nani awe mume wangu, kwa nini, tuishi wapi, kwa nini, anafanya kazi gani, kwa nini niwe naye. Unajua uwezo wa kubargain umekuwa ni mkubwa. Kwa hiyo nafikiri sasa, kwa sababu uwezo wao wa kubargain unakuwa mkubwa, sasa hiyo changamoto ya kupata wenzi inawezekana ikawa wakati mwingine ikawa ni changamoto. Ni kitu kizuri kuwa na uwezo wa kubargain, lakini inaweza ikaja na athari zake za namna hiyo. Lakini pia kwa upande mwingine tuna kundi la wanaume sasa hivi ambao unajua mwanaume bwana, ili ajisikie mume
ni lazima awe na kitu cha kutoa kumpatia huyu mwanamke. Ni kama glasi ya maji hivi, ni kama glasi ya maji. Mwanaume anatamani kwamba yeye ndo awe amejaa, amimine kwa mwanamke. Yani hiyo inamfanya mwanaume awe mwanaume, kwamba atoe, mwanamke apokee. Kwa hiyo chukulia sasa unakutana na mwanamke ambaye glasi yake imejaa, na mwanaume sawa, na yeye ana uwezo, glasi yake imejaa. Now the problem ni kwamba glasi ya mwanamume ikiwa imejaa, kwa sababu ana pesa ya kutosha, mwanaume hana pakuweka kile alichonacho ili kuweza kujiona kwamba namiliki, huyu ni mke wangu, na sauti juu yake, ninaweza kumwambia kitu. Kwa hiyo sasa tumekuwa na ongezeko kubwa la wanawake ambao glasi zao zimejaa, kwa sababu wamejitosheleza, wana uwezo wa kujihudumia, wana uwezo wa kushughulikia mahitaji yao, wana uwezo wa kupambana na changamoto zao. Kwa upande mmoja ni jambo zuri, kwa upande mwingine linawakosesha nafasi hawa wanaume kuonyesha wanaume wao na kuweza kuwa waume kwa wanawake. Unaona? Kwa hivyo sasa mgogoro umekuwa hapo kwamba sina pa kuweka. Na hii pia inaweza ikaelezea pia hata kwenye ndoa wakati mwingine, kwamba unapokuwa na mwanamke ana kipato sawa na mume au zaidi ya mume, wanaume wengi utaanza kuona wana check out, wanajikuta aidha pesa zao wanazipeleka mahali pengine, wanazitafutia shughuli zingine, wanaanza kukwepa majukumu nyumbani ya kuhudumia familia, wanaturudisha katika ile point ya kwanza. Mwanamke anaanza kuwa drained kwa sababu sasa yeye anatunza familia. Na ukimuuliza kwa nini, ni kweli nina kipato kikubwa kuliko mume wangu, kwa hiyo imekuwa sasa nitafanyaje, hataki kuhudumia familia. Kwa hiyo unajikuta kumbe huyu mwanamume anatafuta mahali ambapo glasi haina maji ili kwamba akamimine huko. Na wanawake sasa wanashindwa kuelewa. Sasa wewe unaenda kuhonga, sasa wewe unagawa kwa watu baki, sasa wewe unatafuta hiyo pesa zako unapeleka kwa watu ambao ni watu baki. Ni kwa sababu ni asili ya mwanaume kumimina na ni asili ya mwanamke kupokea kile kinachomimina. Kwa hiyo mwanamke akiwa amejaa, mwanamume anakosa pa kumimina, basi mwisho wa siku inatengeneza mlinganyo mgumu katika ndoa. Sasa matokeo yake ni kwamba tuna kundi hapa la wanawake ambao wanapata shida kupata wenzi, lakini hata wakipata wenzi na wanapata shida wakati mwingine ku-maintain ndoa zao kwa sababu ya uwezo wa kiuchumi walionao, kwa sababu ya sababu hizi ambazo nimesema.